Yaani kuna dhana ambayo watu wanatembea nayo katika maisha yao. Wanaamini kuwa wakipata mafanikio, wakipata pesa, wakipata uchumi mkubwa ni suluhu ya kila kitu. Wanaamini sana katika nguvu ya pesa. Watu wanaondoa utu, watu wanaondoa binadamu, watu wanakandamiza watu wananyanyasa watu kwa sababu ya pesa. Hapana ndugu yangu, pesa ni kitu kizuri kuwa nacho, lakini tutumie katika namna nzuri ambayo inapendeza. Kuwa na pesa haimaanishi uondoe utu, uache kujali thamani za watu, uanze kutumia pesa zako vibaya na kukandamiza watu. Kwa sababu matumizi yako ya pesa unayoyatumia yanaweza yakakupoteza katika reli. Ni wangapi ambao kwa sababu ya pesa wamepotea? Kwa sababu ya pesa wakajiingiza kwenye umalaya, kwa sababu ya pesa wakajiingiza kwenye ulevi. Pesa zao zimepotea, na inaweza isiwe hivyo tu. Pesa ulizonazo haujazipata kwa nguvu yako wewe mwenyewe. Kuna baraka za Mungu, na Mungu hapendi utumie pesa katika njia mbaya, hapendi unyanyase watu wake. Kwa hiyo anaweza kauchukua tu uchumi huo. Sasa akishauchukua uchumi huo, watu ambao ulikuwa unawakandamiza kwa sababu naamini katika nguvu ya pesa, umerudi kwenye klasi yao sasa, mmekuwa kwenye uchumi ambao uko sawa. Utaishi nao vipi wakati wewe ulikuwa unaona pesa ina nguvu kuliko kitu chochote? Hapana, hii nosheni tuifute. Itumie pesa katika hekima na busara. Mbona mfalme Selemani alikuwa na utajiri mkubwa, lakini hatukuona kaindi za unyanyasaji kama ambazo tunazifanya saizi wana ulimwengu kwa sababu ya kupata pesa? Pesa yako ikupe hekima, ikupe busara, na pia ikufungulie milango kwa kusaidia watu wengine ambao hawajiwezi. Sina la ziada. Ukitaka kujifunza zaidi, unaweza ukajifunza kupitia chaneli yetu ya Mwasalemba TV. Thanks. We have to do wonders.